Cleus Nicholas kutoka B3 Hub. Karibu katika mwendelezo wa mada na mijadala ambayo nilikuwa nikitoa kuhusiana na biashara na kuwekeza. Leo nitakuwa nikizungumzia kuhusiana na place where rich come from. Yani maeneo gani matajiri hutokea au huzaliwa. Eneo la kwanza kabisa tunasema ni inherited family. Sasa moja ya namna au njia zinazotengeneza watu kuwa matajiri ni pamoja na familia, na hii inaonyesha kwamba family project zinaweza kufanya vizuri na kuwapa watu manufaa, kwa sababu inakuwa ni mwendelezo wa namna mtu kutengeneza utajiri, na hiyo ni njia pekee ambayo watu wengi sana wameitumia. Sasa Arab culture wametumia hiyo njia. Lakini njia ya pili tunasema ni corporate executive. Sasa ni moja ya corporate executive ni maeneo ambayo wanatokea watu ambao washakuwa watu mashuhuri, labda viongozi na watu mbalimbali ambao wanajikita katika namna ya kufanya biashara. Sasa maeneo hayo yanawatengeneza na yanawazalisha watu. Lakini eneo la tatu tunasema ni sports and entertainment. Leo hii tunaona watu wengi sana ni matajiri duniani, hasa katika maeneo ya michezo na tasnia ya tunasema burudani. Leo hii ukimwangalia mtu kama Messi, ni watu ambao wanaingiza sana fedha. Lakini pia ukiangalia movie sasa ni sehemu ambayo inawapa sana watu utajiri. Sasa ni eneo ambalo mtu ukilitumia na ukawekeza katika ile eneo inaweza kukupa utajiri. Lakini eneo la pili tunasema ni business. Moja ya vitu muhimu sana ambavyo vinatupa manufaa ni biashara. Biashara ni mfumo ambao mtu unakupa namna ya kuweza kupata uchumi. Leo fikiria makampuni makubwa ambayo yanarani biashara kubwa hapa duniani. Mfano kama ya gesi, makampuni kama ya simu. Sasa ni biashara ambazo tayari mtu ukiwa katika mfumo huo inakupa uchumi na inakutengenezea mnyororo wa kuwa na thamani ya kutengeneza fedha. Lakini pia eneo la tatu tunasema ni information. Leo hii watu wengi tunamiliki smartphone, lakini ukiangalia mfano kama kampuni kama Google imekuwa ni source ya information duniani kote. Sasa leo hii kila mtu anayetaka kutafuta information au taarifa unaiuliza Google. Lakini Google sasa ni moja ya foundation au tunasema ni makampuni makubwa duniani yanayouza taarifa, na wengi tunatamani kupata taarifa. Sasa ni eneo ambalo mtu kama amezaliwa katika mkondo huu au tunasema katika channel hiyo inakupa manufaa na unaweza kutengeneza fedha na kuwa na uchumi ambao ni imara. Lakini eneo la tatu tunasema ni place of commission based sales. Leo ifikiria mfano kampuni kama Coca-Cola. Ni makampuni ambayo yanaendelea kuwapa watu utajiri duniani kote, kwa sababu yana minyororo tunasema yanawapa watu authorization, ile tunasema ni trademark au vibali vya kumiliki sehemu ya ownership ya kampuni, ambao wewe ukiwa miongoni mwa hao watu unapewa commission. Sasa ni sehemu ambayo mtu unapata utajiri, na kama ni mkondo ambao tayari umeingia unaweza kukutengenezea thamani kubwa. Lakini eneo jingine tunasema katika place ambao mtu unaweza ukapata ujasiriamali na ikakuwekeza zaidi na ikakupa moja ya vitu ambavyo vinakupa sana utajiri. Eneo jingine muhimu kabisa ambalo pengine linatumika sana ni patent right. Yani mtu unatengeneza hati miliki yako. Mfano, angalia leo katika muziki. Leo mimi naweza nikatengeneza content yangu ya muziki na nikaipa patent right, au labda tuseme teknolojia fulani nikaipa patent right, ambayo mimi ndo nakuwa hati miliki, ndo mimi mwenyewe. Mtu mwingine ili uweze kutumia hiyo kazi au kutumia hiyo teknolojia lazima upite kwangu. Sasa hii ni mbinu ambayo watu wengi sana wanaitumia kutengeneza mfumo wa utajiri. Miongoni mwa hizi mbinu ambazo nimezitaja za kutengeneza utajiri, unaweza ukaniandikia hapo chini kwenye comment na ukaniambia ni ipi ambayo umeipenda, lakini ni ipi ambayo umekuwa ukiitumia katika namna ya maisha na eneo lako ambao unaishi, kwamba ni ipi ambayo inakupa manufaa kulingana na mazingira na uzoefu wako, pengine taaluma yako, pengine unaweza ukashare na mimi pia na wengine, ili tuendelee kujifunza na kutengeneza mnyororo wa uchumi ambao ni endelevu. Na always mimi huwa nasema kwamba B3 Hub, local but international accepted.